Mess with me, God picked me. I don't care what you think about me. God still got his hand on me. You might not have liked my decision, but God still loves me. And let me tell you something, don't mess up your future trying to judge my past. You better hear what I said. You don't mess up your tomorrow trying to look at my yesterday. Your business is your business, my business is my business. 3 minutes. It can take 5 minutes if you don't mind. And I want to share with you the word of God today. We are in a topic that says, is it possible the miracle still happen like on time of the Bible? My name is Apostle Jean the Baptist Paluku Molovera, and my wife Janet Masika. I know God will bless you. Your life will never stay the same again. When we were following this, please share and like. Don't stay with it alone, because when you're sharing it, it will bless another person the same way it blessed you. So before we speak this word of God, let us pray. Let us pray. Father, in the name of Jesus, I thank you for this moment. This moment is a good moment that you give us now. Bless my brother and sister, my father and mom, everybody who are following me everywhere. It depend from where they following me. Bless them. Let your word be real in their life and live in them and operate a miracle, because the Bible says you send your word and the word heal them in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Now the question is it the miracle still happen this today as it was happened before on the time of the Bible? That's a question. I will say yes, the miracle still happen. Why? Because God say he's the same today, yesterday, today, and forever. Tomorrow and forever. He will stay the same. As the Bible speaking in the book of Hebrew, he say he's the same from yesterday, today, and forever. He never changed. The one who healed the leprosy, he's still healing today. For you is to believe, only believe. If you believe, the Bible says, if you believe, everything is possible. If you believe. Now, we're gonna read the book. The book in Mark chapter 10 verse 27. Mark chapter 10, 27. Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but not with God. All things are possible. Ase kwa binadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu kila kitu kinawezekana. With man these things is impossible. That's why you can see most people say the miracle is not happening anymore from the time of Jesus. No, the miracle still happen. The miracle still happen because the same God who was doing a miracle, he's the one who's still doing it now. If you believe it now, you receive your miracle. Amen. If you believe it now, you receive your miracle. If you believe it now, you receive your miracle. I don't know who believes now. He said, with man is impossible. With your mom, with your dad, with your sister, with your brother, your teacher, is impossible. Why? Because they think like a man. They always think like a man. But with God, nothing is impossible. Jesus said, all things. The Bible says he looked at them and he said, nothing is impossible. But with man, it's impossible because
God will be always God, and the people will be always people. Because people, they think earthly, God think heavenly. His thought, his idea, his plan is not like our plan. The way he sees things is not the way we see things. Amen. I see you receive healing. I see you get what you need. Because he's still the same. Yesterday, today, and forever. He will remain God. He never change. And he continued to say that in Mark chapter 9. He said, if you can, said Jesus, everything is possible for who believe. For those who believe. For who believe. Everything. He said, if you can, kama unataka, na we pia kwa hii wakati, kama unataka. Even you at this moment, if you want. The problem you don't want. You don't want the miracle. The miracle still happen. The miracle still happen. I said the miracle still happen even today in this generation. The problem is people doesn't even put their faith in God and even trust their servant, because they ignore even the servant today. Servant today there is nothing. Why? Because most people come in the name of Jesus and maybe they try to mess up the record of servants. And every servant become bad. Why? Because you are mixing them with the bad people. The bad people was from long time in the beginning. He said nothing is new. Nothing. Hakuna kitu kipya. Vyote viko toka zamani. Toka zamani kulikuwa watu wabaya. Kwa mfano Sodom na Gomora. Kulikuwa watu wabaya. Sodom na Gomora. Kwa mfano wakati taifa lilijenga mnara wa Babeli. Watu walikuwa wanafanya dhambi ya kila rangi. Kwa mfano Adamu mwenyewe. Zambi watu kuna herite leo, dunia ina herite zambi, tuna herite zambi ya Adamu na Eva. So hakuna kitu kipya leo. Vyote vyenye uko naona vilionekana zamani. Ni juu watu uko naona kama ni vitu ni vya mpya. Maisha haya ambayo tuko napitia ni maisha ya zamani. Kwa hiyo Mungu naye hajabadilika. Ni yeye yule aliyetenda jana na leo na kesho. Listen, try to do things. Unaelewa? Ni yeye yule. He is still the same. Hapa anasema kama unataka inawezekana yote. And Jesus replied, what is impossible with man is possible with God. Kenye kinashindikana kwa binadamu, kwa Mungu kinawezekana. Kitu gani kinashindikana kwa maisha yako kenye unataka Mungu akusaidie? Kanisa la Umitume Uwezo wa Mungu. Hakuna kitu kinamshinda Mungu. Hakuna kitu hapa kwa dunia. Vya kiroho yeye ni roho. Vya kimwili ni yeye ndiye aliumba mbingu na dunia kuexiste, ni yeye ndiye aliviumba. Sasa wakati unasema vya Mungu ni vya kiroho haonake nje. Mungu anaonaka nje na ndani. Usijidanganyake hata siku moja. Hapana, Mungu haonake nje, Mungu anaonaka ndani. Mungu anaangaliaka ndani na nje. Mwenye aliumbaka nje na ndani ni nani? Ni yeye Mungu. Ni Mungu ndiye aliumbaka ndani na nje. Nani alikudanganya sembo Mungu haonake ndani na nje? Mungu anaonaka ndani na anaonaka na nje. Mbele aone mbele, yeye ni vyote. Anaona mahali pote kwa wakati wote. Bwana sifiwe. Hallelujah. Now anasema I am the Lord, the God of all mankind. Anything too hard for me? Akasema niko Mungu wa watu wa binadamu, wa watu wote wenye mwili. Je, kuna kitu kigumu kwangu? Ndani ya kitabu cha Yeremia sura ya 32 mstari wa 27. Asa mimi ni Mungu. Je, kuko kitu kigumu
kwangu kenye kinaweza kushindikana? Mungu, I am God. Anything is too hard for me. Hallelujah. Ile ilikuwa kipindi watu ambao wakati watu wanapitia mateso, especially Jeremiah, kwa sababu anasema ukweli, alikuwa anapata vita. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Nitakusomea Mswahili kitabu cha Zaburi 139 mstari wa 13 hadi 14. Kitabu cha Zaburi 139. Tusome, unaweza kama unaweza kusoma, unaweza pata kule kitabu cha Zaburi 139, Zaburi 139 mstari wake wa 13 hadi 14. Yes. Acha tusome 139 kitabu cha Zaburi 39 13 14. Nitasoma kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Anasema, maana wewe ndiwe uliyeumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Anasema, for you formed my inward part, you covered me in my mother's womb. Ukanifunika, ukaniunga katika tumbo ya mama. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yajua sana. Matendo yangu yako ni ya ajabu. Huyu ni Daudi akasema, uliniumba, ukaniformed, ukaumba moyo wangu, ukanifunika ndani ya tumbo ya mama yangu. Maana matendo yako ni ya ajabu. Akasema, najua sana. Inahitaji ujue kwamba Mungu yupo, anafanya kazi mpaka saa hii. Bwana asifiwe. Huyu Daudi alitambua ya kwamba Mungu yupo na anafanya kazi hata saa hii. Kitabu cha Luka sura yake 1 mstari wake wa kwanza mstari wake wa 37. Maandiko inasema kwamba Yesu malaika akamwambia Mary, akasema, for no word from God will ever fail. For no word, hakuna neno ambalo linashinda Mungu. Kwa njia nyingine hapa anasema no word from God will never fail. Hakuna neno linatoka kwa Mungu ambalo litashindwa. Why? Because alikuja, he came, the angel Gabriel, he's the one speak the word from God. So he said, from God the word never fail. It have to fulfill what it come for to do. Inapaswa kutimiza yale ambayo ilikuja kufanya. Kwa Mungu hakuna kitu, hakuna neno linatoka kwa Mungu, hakuna kitu neno ambalo linatoka kwa Mungu ambalo linaweza kushindwa. Maana Gabriel alikuwa anabeba maneno, ndio alikuwa kuzungumza naye wakina Elizabeth na wakina Mary. Maria alisema, itawezekanaje? Aseme no, hakuna neno linaweza kushindikana kwa Mungu. No, hakuna. Bwana asifiwe. Hakuna neno linaweza kushindikana kwa Mungu. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Anasema, hearing this, Jesus said to Jairus, don't afraid, just believe, and she will be healed. She will be healed. If you read Luke chapter 8 verse 50. Kama unasoma kitabu cha Luka sura yake ya 8 mstari wake wa 15.
Anasema usiogope. Why? Because binadamu walikia kumvunja Jairus ama Yairo kwamba aache kumsumbua mwalimu. Maana Yairo alikuwa na mtoto wake mgonjwa. Alafu wakakuja kumwambia kwamba acha kusumbua mwalimu, mtoto wako amekufa tayari. Hata vimekufa vimeisha. Bato wamekuwa kukuvunja moyo, wamekuvunja kwamba haiwezekane. Usifatake maneno ya watu. Shimama kwa mshimamo wako. Wewe ni mtumishi wa Mungu, mjakazi wa Mungu, nabii. Uko mtumishi wa Mungu, uko muamini Mkristo, mtoto wa Mungu. Usikubali kusikia maneno ya watu. Uko kama wao. Usijilinganishe na wapagani. Mbona wapagani wanabarikiwa na waombake? Wewe hauko kama kila mtu alikuwa kudunia na iko na destiny yake. Haiko kila mtu ndio alikuwa kudunia ambaye atapataka kila kitu kutoka katika ulimwengu. Kuna vitu ambavyo sisi tunaweza kuvipata, lakini pamoja na intervention ya Mungu. Yaani usikosaki kumtumainia Mungu katika kila jambo. Kyote kenye uko nafanya umkiri yeye. Maandiko nasema usiende kwa akili zako mwenyewe, bali katika kila jambo mkiri Bwana, naye atanyosha mapito yako. Ni kusema kwamba atanyosha pia mapito yako kwenye uko naenda kuelekea kutafuta, atanyosha mapito yako. Lakini katika kila jambo mkiri Bwana, katika kila jambo mkiri yeye, katika kila jambo mkiri Bwana, katika kila jambo mkiri Bwana. Usienende katika akili na hekima yako mwenyewe, lakini katika kila jambo mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako.